Hii maisha bro, kama hujaoa ikisha miaka 35 ndio uoe. Chenye nimepitia sitawahi taka mzee yote apitie. Sasa kuna video moja ambayo nimekutana nayo mtandaoni leo, inasikitisha kweli. Ni kijana mwenzetu tokea Kenya ambaye amerekodi video kuhusiana na usaliti ambao alikumbana nao kwenye maisha yake ya ndoa. Sasa kama amerekodi video, ameelezea tu, ni video kama ya dakika 8 hivi, ameelezea kuhusu nini ambacho kilitokea na mwishoni akachukua maamuzi ya kujitoa uhai wake, kwa maelezo ambayo nimekuta kwenye hiyo video. Sasa nimeangalia hiyo video, yule ni kijana wa kiume kama nilivyo mimi, au kijana mwingine wa kiume yote unayenitazama. Sasa issue moja ni nini? Hii inasema man to man. Chochote ambacho kitakutokea kwenye mahusiano, kama kile kitu chenyewe labda ni hujapigwa, hujauliwa na mtu, au sio kitu cha nje kukudhuru wewe ufe, usichukue maamuzi yoyote ya kujiua. Yaani sio nikwambie, yani duniani kitu cha thamani kabisa ni maisha yako. Yaani vitu vingine vyote mradi uko hai unaweza ukavipata. Sawa eh? Yaani vitu vingine vyote mradi uko hai unaweza ukavipata na vikarudi, au na zaidi hata ya vile ambavyo ulikuwa navyo. Sasa ukiangalia hii video, sasa mimi nimeona tu ni video na maelezo ambayo yako mitandaoni, watu tofauti tofauti wanaielezea, lakini sikufahamu actually ni mtu ambaye alikuwa ana watu wa karibu, au labda ni mtu ambaye alikuwa anaeleza issue yake kwamba watu wakashindwa kumshauri na vitu vingine, kwa sababu mambo haya yanawatokea watu wengi. Yaani at some point kwenye maisha watu wengi sana wanakutana na hizi changamoto za kwenye mahusiano, za kwenye ndoa, lakini hali yoyote ambavyo itakavyokuwa, yani ugumu wote utakavyokutana nao, usijiue. Usijiue. Yani usijiue. Hatusemi kwamba waliojiua walikosea, hapana. Mungu awalaze mahali pema peponi waliojiua kwa sababu ya mahusiano wanaume. Lakini usijiue, ongea na watu, funguka, yani kutana na watu, kwa sababu watu wamepitia mambo magumu. Kuna watu wamefumania wake zao kitandani na watu wengine. Sijui vijana wao wa kazi wamewafumania na marafiki zao wa karibu, wamewafumania na watu, yani kuna mambo ya kila aina, kuna mambo chungu nzima. Kwa funguka. Ndio, wapo watakaocheka, wapo ambao watapuuzia, lakini kuna watu ambao watakusaidia kwenye mawazo. Usijiue. Yaani kama unakutana na changamoto, funguka. Haya mahusiano ni kitu kimoja, lakini inawezekana ikawa kwenye biashara, umefilisika, unakaribia kuuziwa nyumba, inawezekana ikawa sababu tofauti tofauti, lakini usijiue. Yaani fanya vitu vyovyote vile, hata kama ni kitu ambacho kitakupeleka sehemu ambayo sio nzuri kabisa humu duniani, mradi uko humu duniani, wewe usijiue. Vitu vitakavyoenda viende. Labda sasa kile kitu kutokea nje kikuue, lakini sio wewe mwenyewe unywe sumu, ujinyonge au ujifanyie kitu chochote cha kukuumiza. Kwa sababu kuna mwingine anajaribu kujiua, anakosa kosa, inakuwa ni ameumia, labda amejiletea shida fulani ya kiafya na vinginevyo. Lakini usijiue. Kila tatizo lina utatuzi wake. Kila tatizo lina namna yake, na watu wameyapitia matatizo. Yaani hakuna tatizo jipya. Chochote ambacho mtu anakuwa unakipitia, watu wameshapitia. Wewe jaribu tu kueleza. Na kama ni mwanaume, funguka, ongea na wanaume wenzio. Yaani usimwambie mtu mwingine tofauti na hapo. Ongea na wanaume wenzio, watu ambao wana experience kuliko wewe kwenye maisha, watu ambao wameishi kwenye maisha magumu kuliko wewe. Kama ni changamoto za kibiashara, umefilisika, ongea na wafanya biashara, watu wamefilisika, wewe sio wa kwanza. Kama ni kazi umefukuzwa, yani funguka. Yani kama unaona ni kitu ambacho kinakupelekea maamuzi ya mwisho ni kujiua, wewe funguka tu. Jichanganye na watu, utapona, kwa sababu situation ngumu zipo. Lakini kujiua ni kitu cha mwisho. Hatusemi kwamba waliojiua wamekosea, hapana. Hatujui nafasi zao walizokuwepo kwa muda huo. Hatujui nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwa wakati huo. Lakini kwa sisi ambao tuko hai, kutana na changamoto kama hiyo, hebu usijiue. Wewe jaribu tu kuelezea watu, ongea na watu, lakini usifanye nini?
Usijiue. Kwa sababu jamaa ameelezea mambo mengi, ameelezea namna ambaye aliyemfumania naye na mke wake. Yaani ameelezea vitu vingi sana. This life napitia a lot of challenges. Usiwahi ignore hii video ni real. Nakufa juu ya dem. Juu ya dem alifanya mtoto wangu akakufa. Kama si eti huyo dem alifukuza mtoi wangu akaenda kuchomekea kwa sistangu. Kama nakumbuka fire bandits at Bonyando village. Unika Ogia kumuward. Unakumbuka mother with 4 kids. So mtoi mmoja. Kweli historia yake inasikitisha sana. Na inawezekana kuna mwingine ambaye anapitia kitu kama hiki, lakini usijiue. Kweli hii story ukisikiliza inasikitisha. Anaelezea, nadhani umemsikia hapo. Lakini kwa vyovyote my brother, usije ukajiua. Kama ni mkubwa kuna wakubwa wenzio, kama ni kijana mdogo kuna ambao wamekutangulia. Elezea, yani vitu vyote vina utatuzi wake. Lakini ukipoteza maisha ukijiondoa duniani, sababu huko unapoenda unapajua. Unakwenda wenyewe hapa upajui kama unaenda ndo kuna. Yaani kwa sababu huku kuna changamoto ambayo umekumbana nayo ya kidunia. Changamoto zote za kidunia zinatatulika hapa hapa duniani. Of course kuna mambo yanauma, yani kuna mambo yanauma kabisa hadi akili inaweza ikakuruka. Yani mwingine unaweza kuwa hata kama uko kama watu wakashangaa jamaa imekuaje, mbona alikuwa very smart, labda ameangukia kwenye pombe nyingi, madawa, imekuaje? Lakini elezea watu, ongea na watu. Usije ukafikia maamuzi ya kujiua. Japo vinaumiza kweli.